Mimi si ndo kaida yangu. Mimi yani siku zote ninapokuwepo sehemu lazima mafanikio yaonekane. Kaka, mguu wangu mguu wa heri huu. Sasa performance nzuri ambayo unaonyesha lakini sio bahati na kutoka leo unabingwa. Kipi ambacho labda mnaona timu gani ambayo mlikwenda mpaka kupata hizo so huu ni mwanzo lakini mazuri yanakuja. Tunaendelea kubakia tuchukue bingwa tunachukua bingwa inshallah. Msimu wa pili ndani ya Mlemle Cup mmeanza na mguu mbaya wa kupoteza michezo. Taswira mnatoa taswira gani kwa mashabiki wenu kuelekea katika mashindano ya Mlemle Cup? Bora wa makumbi combine wanauelewa, so kwamba wasikatike moyo. Leo ilikuwa ni bahati mbaya, ni matokeo ya kimchezo, ila katika mchezo ujao inshallah kwenye makundi mpaka finali basi wajiandae kama ya mwaka jana inshallah. Afisa habari wenu wanasema kwamba ndio kwanza yani mmechokozwa hasira zenu. Je, hii inatoa kuwa na confidence zaidi na kujiamini kuelekea katika kutetea ubingwa wenu? Sisi kama kaida yetu kwamba hatutetereki. Sisi ni mabingwa, basi tutakuwa mabingwa mpaka siku ambacho watakosema sie basi kuchukua kombe. Lakini leo ni bahati mbaya, tuna matokeo ya mpira. Kwenye mpira kuna mambo kwa sababu ni ufunguzi. Leo tumebatika bahati mbaya, lakini hili jambo kwa washabiki wetu naahidi kwamba halitotokea tena kufungwa. London boy, Niambie mwanangu. Kama kaka. Nyama. Naona umeingia na mguu mzuri. Mimi si ndo kaida yangu. Mimi yani siku zote ninapokuwepo sehemu lazima mafanikio yaonekane. Kaka, mguu wangu mguu wa heri huu. Mguu wa heri huu. Nimetambulishwa sasa hivi. Pochinki imekuwa mabingwa wa ngao na inakuwa ni back to back. Msimu ule malizika walichukua na msimu huu imechukua tena. Kwa hiyo mimi kwangu sherehe tu. Sasa umeingia katika nafasi ya afisa habari katika timu ya matajiri wa Wete. Na mshatanguza mguu mmoja kwa kubeba kombe. Msimu mnaelekea sasa katika ligi. Mipango ipoje? Mipango inahakikisha kila ambaye anakaa mbele yetu tunamfunga. Hiyo ndio mipango. Tumedhamiria ubaya. Brother, nikisema tumedhamiria ubaya kweli. Msimu ule malizika tulitolewa nusu finali hapa kwa mikwaju ya penalty hawa. Tukawaambia kisasi ni haki. Mwanaume apigwe mara mbili kaka. Ukiona mwanaume kapigwa mara moja ujue kabahatisha. Mwanaume apigwe mara mbili. Leo tukamchinja mtu dakika 90 hapa, punda kata kichwa tupa kule. Piga supu ya ile miguu yake supu tu, tumepiga supu fresh tunasherekea. Na anasema unanyoa moto ule. Kumbe mchezo wake anataka unyoa moto Punda mwisho shamba, mjini punda tangu lini baba? Wewe sasa unaona mjini kuna punda kaka. Wewe tangu uzaliwe umeona wapi mjini kuna punda? Sijaona. Eti ndugu yangu mjini kuna punda? Punda mwisho shamba, mjini ni magorofa, magari na investment. Mjini hamna punda kaka. Yes, Pogba mkali wa ndondo. Nakuaje kaka? Karibu Zanzibar. Shukrani, nimerejea Zanzibar, nimefurahi, nimeenjoy. Na nadhani si mara yako ya kwanza kufika Zanzibar. Nafika tena hapa katika mashindano makubwa ya Mlemle Cup. Kwako inakupa furaha kwa namna gani? Kwangu nafurahi kwa sababu mara ya kwanza nilikuja nikakosa, mara hii nimepambana. Timu nimeisaidia, tumebuka mabingwa wao. Hivi si leo ushindi leo hii Pogba kiwango kizuri, lakini pia ameweza kuondoka na ubingwa kwa mara ya pili mfululizo. Kwa kujitolea, teamwork. Tumejitolea kwa sababu tulikubali kwamba ujue mpinzani lazima umheshimu. Tulimheshimu mpinzani, hatukumdharau, ndio maana tumeshindana, tumepambana, tumepata goli, tukapata matokeo na tukaibuka kwa mabingwa ngao. Kipindi cha kwanza mlionekana hampushi sana, wapinzani walikuwa wanakuja sana. Kipi ambacho mwalimu alielekeza kipindi cha pili mkapushi zaidi? Mentality ya mpinzani. Mwalimu anatuambia tucheze mentality. Kipindi cha kwanza tumesafiri kwa defense sana. Kipindi cha kufuka na mfumo wa kuangalia kupata wewe. Sawa. Pogba pia kuna kitu natamani kujua kutoka kwako. Kila mchezaji anakuwa na historia yake ngumu kabisa ya kimpira. Pogba natamani ushie na wewe. Kipi ambacho ulikutana nacho kigumu sana kasi mpaka mpira atakaniacha? Mimi bwana, kuna sehemu nilienda nikakatwa nafasi yangu. Yaani kile kitu hadi leo kinaniuma, ndio maana napambana. Nikakatwa nafasi yangu kwa hiyo niambia hela, sina hela, akaenda mtu mwingine. Lakini sasa hivi wao wanataka hela, wao wanataka wananipigia simu, wanataka nipe hela. Nje na mpira Pogba tungemjua katika sehemu gani? Mimi ningemjua kama celebrity, yani celebrity. Kwa kuact nini, yani mitindo ndio hivyo. Sawa. Zuberi. Imara. Yes, kwa mara ya kwanza unacheza katika mashindano ya Mlemle Cup na unakwenda kutoa ubingwa kwa mara ya kwanza. Kwako unajisikia furaha kwa namna gani? Sio furaha sana. Sana kwa sababu ndio maana kwa kucheza na sport ya Mlemle. Kwa nikipata kitu na sasa hivi nimebahatika kucheza kupata ubingwa ya Zanzibar. Lakini Zuberi umetoka kuchukua ubingwa wa ligi kuu ya Zanzibar. Sasa hivi unakwenda kucheza
ngao ya jamii ya PBZ. Kwako unahisi una bahati kwa namna gani Zuberi? Ituma wale makombe yalifuata wenyewe, makombe yanakuja wenyewe, yatakuja mengi sana. Kuna vitu vingi mtawapa mashabiki zangu. Enjoy. Hivyo kuna siri gani hasa hapa nyuma, lakini pia umekwenda kukutana na mastaa wakubwa ambao wamecheza kule Tanzania bara. Tunazungumzia Mashaka Popa kwenye ndondo, unakuja kukutana naye leo. Kwako umehisi umepata experience kwa namna gani? Hamna, kawaida tu. Kawaida sana kwa sababu hata hapo nyuma nishacheza na watu wakubwa wengi. Hata kwenye timu yangu mimi ni watu wakubwa wamecheza. Kwa mfano Success Sabilo, katoka pale Ndilaye. Kwa kawaida wangu naona hamna tofauti yoyote. Zuberi, mimi natamani kushare story na wewe. Kwa nini unasema mpira unauma kuliko mapenzi? Ambao unauma ukifungwa, unajua uchungu wake kwa sababu mpira unatoka jasho, ukitoka jasho unaopoteza unajua umuhimu wake.